hiyo ndio namba ya kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Na ukienda pale YouTube unatupata tuko live sasa hivi bwana. Ukienda pale Facebook pia unatupata tuko live sasa hivi. Andika East Africa Radio hivyo unatupata kweli kweli. Sasa naomba nianze kusoma message kutokea hapa YouTube. Sawa. Kuna huyu anaitwa Dickson Kiswaga anasema Wanyakyusa kitu ambacho kinaweza kukiona cha tofauti kwako hasa mwanamke ni anaweza kudeti akiwa kwenye ndoa na bado akakuheshimu na bado akamheshimu mumewe. Ila hawawezi kukataa wakiambiwa utu wao sio wote, ila sijamuelewa. Yani kama hapo, yani kwenye swala kwa uaminifu ni meyo. Ndio. Sasa kwa nini unipe pressure? Kama anaweza afu na mapenzi ni upofu. Mimi nishaye kuzungumza ile siku kwamba kama ikatokea nimeteleza bahati mbaya, halafu nikawa na mahusiano mengine na mke wangu akaja kujua kwamba nina mahusiano mengine, kitu cha kwanza nitamind mke wangu, kwa nini amejua nina mahusiano mengine? Kwa sababu gani? Mapenzi upofu. Wewe umeonaje? Big Mpiana, rais wa Bongo Explosive Family International bwana, yuko na sisi hapa fresh. Lakini bwana, kuna huyu anaitwa Hamisi Tupa anasema, kaka, unachoongea kuhusu Wanyakyusa ni kweli kabisa. Mimi mke wangu anaitwa Glory, amemtaja mpaka jina. Aise ni mvumilivu sana, yani sijui hata nikueleze vipi. Huyo Tupa ni Tupa, amesema anaitwa Tupa. Anaitwa Hamisi Tupa. Hamisi Tupa watakopompa. Yani ana majanga sana. Tuende pale kwanza kwenye nani. Ndio. Anasema hata mimi nishapata mwanaume wa hivyo. Alitumia nyota yangu ili yeye afanikiwe. Ila namshukuru mamaangu kwa kunisaidia. Ningepotea mimi. Anaitwa Ana kutoka Bunda, katuandikia hivyo. Mchungaji anasema nyota muongo. Chuo nimeishi na wadada wa Kinyakyusa, wanafiki sana, wachonganishi. Anaweza kukuharibia kwa mpenzi wako ili akae yeye, na wabinafsi sana. Wanaume ni pekupeku na pia wabinafsi na tamaa. Wewe nyota, acha kupotosha umma. Pendo kutoka Moshi. Akaongeza, mchungaji kasema kweli, na wanawake mara nyingi ndo tunabeba hayo mapepo na kuyasambaza. Unakuta mwanamke anatoa kwa mwanaume huyu, na atakapolala na mwanaume mwingine anamwambukiza, na wanaogea madawa sana. Nina ushuhuda, rafiki yangu wa karibu kabisa. Pendo 93.5 Moshi Kilimanjaro. Mambo kwa ushahidi. Yani Pendo anaongea mambo kwa ushahidi. Maandiko yanasema azinie na mwanamke hana akili. Frankie William Malungula ametuandikia hivyo. Huyu hapa anaitwa Salmini Rajab kutoka Singida, na wapata vizuri sana nikiwa navuna alizeti, tuko pamoja mpaka mwisho na wapenda sana. Huyu hapa anasema wakina Mwakapelele, wewe nyota uwajui. Mimi ni Mchaga, ila nimeshawahi, anasema wameshawahi kuwa watu wangu wa karibu, lakini hamna kitu. DC yuko Mawasino stendi ametuandikia hivyo. Huyu hapa anasema vipi nyota na Dayusita, habari za asubuhi. Salama. Hey nyota, wanawake wa Kinyakyusa wako good sana. Asante. Nyota, niambie kabila lenye sifa nzuri nisije nikakurupukia alafu nikaangukia pua. Edo wa Mabiao, Dar es Salaam. Ya kwanza Wanyakyusa. Ya ushapewa kabila. Kwanza Wanyakyusa. Nyota, nakubali sana. Chuga hapa Tomboy ameandika hivyo. Haina noma. Jamani, tukumbushane muda wa kuishi hapa duniani ni mfupi sana. Vipi huko maisha yakoje, au hakuna maisha? Huko yapo pia. Labda tuje tuyatafute huko uliko wewe. Kabisa. Alokola kutoka Arusha, nimemwelewa sana kaka yangu, kazi njema hapo. Huyu anasema nimsome kama Juma Jingu, yuko Singida Sepuka kutoka, anasema tuko pamoja hadi tamati ya kipindi. Huyu anasema hivi, kaka nyota, kaanzia hapa kwanza. Kaka nyota upo sahihi. Mimi mara ya kwanza namuona Yusta nikasema wao wanapendeza sana. Girva Sikitali wa Kilimanjaro. Aya, akaja tena Damuna. Kuna Damuna. Anasema Damuna vitu vya maana kweli kweli. Yani hapo ni rais. Bwana. Hii ya pili sijamuelewa. Girva ya pili sijakuelewa. Abdalla Lida kutoka Singida anasema yani nyie raia hapo studio mnapiga kabisa kwenye mshono. Anyway, twendeni sawa hadi saa 6 mchana. Huyu hapa Saidi Ngura yupo Lamba Singida, yeye anasema tuko pamoja. Justin hapa kutoka Singida anasema ni kweli kabisa, uzinzi sio poa. Maana nimeshawahi kusikia mtumishi mmoja akisema mwanamke akilala na mwanaume yani ndani ya siku 40 kama huyo mwanaume alikuwa na mikosi yake inakuwa bado haijatoka. Kwa hiyo ni sahihi kabisa, unaweza ukabeba mikosi ya mtu mwingine. Huyu hapa akaja.
Kumbukeni Yusufu alimkatalia mke wa mfalme kuzini naye. Baadaye Mungu akampa utajiri mkubwa sana, akawa mmiliki wa hazina yote ya nchi ya Misri. Leo mmetupa kitu kizuri sana kwa wale wanaotafakari. Uzinzi ni chanzo cha umaskini. Twaha Tuji kutoka Singida ameandika hivyo. Huyu hapa anaitwa Jackson Subiri, anajulikana kama Mujinga, anapatikana Mwanza. Anauliza swali: wale vijana wa miaka 20 wanaooga maji ya moto hata kama ni saa 8 za mchana ni ugonjwa au ni mazoea ya kijana? Itabidi tuwapate hao vijana tuwaulize. Kwa sababu nyota wewe kama uoge ya maji utaelewa kama ni mgonjwa. Mimi inabidi tuwapate hao vijana. Lakini kuna ufahamu mimi wana speaking about hivyo kuna mili inatofautiana. Kuna kipindi ambacho mimi labda mfano naweza nika nyumbani nikalala bila kujifunika shuka, lakini nikimwangalia mke wangu anaweza kufunika duvet yani mpaka juu yani. Mpaka gubi tunasema gubi. Mimi mwenyewe na kwa wanawake hiyo ikogo hivyo. Yani mwanaume nafikiri mwili wake ana feel joto sana, mwanamke ana feel baridi. Wewe hiyo sansi ya wapi? Nafikiri kwa sababu wanawake wengi acha na kufikiri bwana, hebu rudi darasani kidogo ujikumbushe. Ndio maana mwanamke mwili wake unahifadhi joto ndani. Amna hata iko kawaida. Si anasikia nini baridi. Mwangalie mume wako ukilala naye anajifunika kama wewe. Yeye ampendi tu. Amna. Ndio tunavyo feel. Kwamba yaani ninyi wewe hata ukienda na nili Pawaga kule ujifuniki shuka. Sasa kule si hali ya hewa tayari ipo. Lakini huku Dar es Salaam na wanawake wanajifunika shuka usiku. Madeko vipi? Madeko unasema nini hapo? Si tunataka kumbato tena wewe unitoe shuka tena unikumbatie. Kweli nakwambia. Wewe. Sasa madeko iwe kwa wote. Mimi sijifuniki labda kipindi cha baridi. Dar es Salaam ikifunza sasa mimi ndo najifunika shuka. Na wewe hauogi maji ya moto maji ya moto? Hapana, mimi siogi maji ya moto asubuhi nyota. Wewe shughuli zote anazozifanya asubuhi ni maji ya moto. Anaitwa Mika Mazuguni tokea Chamwino Ikulu, anasema nawapata